Mastori kuhusiana na kijana mfanyabiashara mwenye ndoto zilizokuwa kubwa za kuwa mfanyabiashara aliyekuwa mkubwa zaidi. Tunazidi kuendelea nazo katika mastori yetu, ambapo leo tunapata nafasi ya kujua kuhusiana na baada ya kupata taarifa kutoka kwa mpenzi wake, binti anaamua kuondoka na kwenda kupunga upepo akiwa na marafiki zake na kupiga stori huku na huku akipita katika sehemu zenye kuvutia. Lakini kijana anarudi nyumbani na kumwambia besti wake ambaye anamkuta hapo nyumbani anasikiliza muziki na kufanya kazi zake kuwa amepatiwa taarifa na mpenzi wake akamuone baba yake mzazi wa binti. Na besti wa kijana huyo anaamua kumpa baraka na kumwambia kwamba kwenye safari kama hiyo inatakiwa ajipange vizuri kimuonekano, kitabia njema, ili aweze kwenda huko na kutoonekana kituko kwa baba mkwe. Lakini sasa kama wewe unasafiri au unapata nafasi ya kwenda kumuona baba mkwe, jambo la kwanza kabisa ambalo unaweza ukalizingatia, unahisi litakuwa ni nini? Lazima litakuwa ni muonekano wa kimavazi pamoja na vitu vingine. Kwa kijana naye kama haitoshi, naye anatupia pamba zake kali, mitupio iliyokuwa vizuri, ili atokelezee katika utokelezaji ule ambao utamfanya baba mkwe hata akimuona aseme kweli mwanangu kapata mtu aliyekuwa makini. Kwa kijana anapata nafasi ya kupiga pamba zake, huku besti wake akimuelekeza mavazi ya kutinga kama suti zenye muonekano mzuri, ili akienda kule baba mkwe aweze kumpitisha ile 100. Kijana akiwa na suti zake anachukua usafiri wake. Kama unavyojua vijana wengi wa ukutao lazima uwe na kabodaboda kako cha kukusogeza hapa na pale. Kijana anachukua bodaboda yake na kusogea mdogo mdogo eneo husika, na akiwa njiani anapata bahati mbaya ya kukutana na ajali. Anamgonga jamaa mmoja ambaye ni bonge fulani, ambaye alikuwa kabeba mazaga yake, nyama za kula na mpenzi wake, na bahati mbaya baada ya kumgonga zile nyama zinamwagika na kumdondokea yule kijana ambaye alikuwa anaenda kumuona baba mkwe wake, akiwa ametinga zake suti, akiwa na kibodaboda chake. Na kwa bahati mbaya kijana, kwa kuwa yule aliyemgonga anamfahamu, akamwambia bwana usikonde, tutaonana, mimi kuna sehemu na wai. Na akiwa hapo anaendelea tena kuingia barabarani, na akiwa barabarani huko anakutana na bonge la foleni, na kucheki mbele anakuta kuna watu wako barabarani wakiwa wanashangaa kuna mtu ameanguka, na kijana anaamua kusimama ili kwenda kumpa msaada kijana huyo ambaye ameanguka barabarani. Je, msaada huo anaufanya kwa namna gani? Anajaribu kuchukua nafasi kama ya trafiki kwa ajili ya kusimamisha gari ili zimsaidie kijana mwenzie yule aliyelala pale barabarani, wampatie usafiri wa kumpeleka hospitali. Na anakuja jamaa ana gari yake nzuri tu moja ya mauzo, na anasimama na kumuuliza kulikoni. Sasa huyu jamaa ataweza kumsaidia au kumsikiliza huyu kijana na kuweza kuwasogeza katika ile ajali iliyokuwepo? Kwa hiyo alianguka barabarani. Yote mimi pamoja na wewe tutajua hapa tu.